Kwa sababu unajua kama unaomba Allah, omba vitu vya maana. Kuna vitu tunaamini wallahu ala kulli shay'in kadiri, Mwenyezi Mungu kila kitu anaweza, lakini kuna vitu ukimuomba hata kupa, hata usiharibu muda wako kuziomba kwa sababu hutazipata. Unaomba mtoto na huna mke, hata ukilala msikitini huwezi pata. Kama unaomba vitu ya maana. Wale wanaotafuta dunia wanasema don't lose hope, sky is the limit. Si ndio hivyo? And wazungu wanasema saying I come from poor family background and 30. After 30 you are the background now. Ati mimi nimetoka kwa familia maskini, inakoma kwa miaka 30. Baada ya miaka 30 wewe ndio ule familia maskini sasa. Sasa uomba dua, kwa sababu kila mtu hapa kuna kazi anafanya isipokuwa Allah hajaweka ndani baraka. Sema ya Allah, boda yangu hii baraka zangu weka wapi? Weka hapa. Kibanda changu cha chips hii hapa, baraka zangu weka wapi? Usikata hope, usikata tamaa. Kutafuta na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna vitu 3 hakuna mtu ana uwezo juu yake isipokuwa Allah. Maisha yako, future yako na kifo yako iko kwa nani? Hakuna mtu anaweza kuitabiri. Na wale wanaosema wewe hautatajirika, hapa ndio Mwenyezi Mungu anaanzia. Wale wanaosema huwezi kupona, hapa ndio Mwenyezi Mungu anaanzia. Wale wanaosema huwezi kupata mtoto, hapa ndio Allah anafanya nini? Hapa ndio Allah subhanahu wa ta'ala anaanzia. Watazungumza tu, watasema tu, watatabiri tu, lakini final decision ni ya nani? Mimi ni mlemavu, natembeza hizo magongo. Nilipougua walinipeleka hospitalini. Madokta waliona mama yangu, wakaona baba yangu, wakaona mama ana ujasiri kuliko baba. Baba wakamtuma nje. Mama wakamwambia, wewe mtoto huyu burudishe nyumbani, hawezi kusurvive zaidi ya masaa 24. Mama akawaambia ni aibu kumrudisha nyumbani eti madokta wameshindwa. Mumtibu, mtakapokwama Allah ataanza pale. Sasa leo miaka 25 hao dokta wote wamekufa, mimi ndio nimebaki. Sasa tungekuwa tunawasikiliza wale. There are 2 things. Kuna vitu mbili. What people speak about you and what people think about you is none of your business. Yale ambao watu wanasema kuhusu wewe na wanaofikiria kuhusu wewe haikuhusu. Fanya vyako. Kwa sababu unataka usitaki watakusema tu. Allah muumba wa mbingu na ardhi wamemsingizia na mtoto, baadaye wewe. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu halqillah, bora viumbe, wanasema hadha sahirun au majnun, huyo ni mndawazimu, kichaa huyo au mchawi, baadaye wewe. Kuna watu hana hata shilingi 50 lakini ana historia ya kila mtu. Sasa hii haikuhusu. Na yale ambao unaifanya kwa manufaa yako usiangalie watalifikiria nini, kwa sababu kila mmoja anafikiria yake. Lecturer wangu aliniambia fikira ni kama makalio. Hata makalio kama kidogo kiasi gani lazima inagawana sehemu ngapi? Lazima inagawana sehemu 2. Kwa hiyo huwezi kulazimisha watu wafikirie kama wewe. Kuna siku moja nilikuwa ndani ya basi, nikabanwa na haja ndogo. Kasema ya Rabbi lalabidi, sasa nikisimamisha hapa basi si watu watalizomea tu, watalifokea tibida haribu biashara safari yao. Nikavumilia, ikafika muda siwezi vumilia. Nikamwambia dereva, niko vibaya. Aliposipkate akasimama pale, lakini hao walinitangulia nje. Sasa wewe ulikuwa unafikiria watanidhani vipi, na kumbe wanasubiri wewe usimamishe nini? Sasa yale ambao wanafikiria kuhusu wewe haikuhusu. Fanya ya kwako.
Hela ambao wanasema kuhusu wewe haikuhusu. Fanya ya kwako wewe.